jifunze kuisemesha siku. Nakupa tu mfano kidogo. Jifunze kuisemesha siku. Jifunze kuisemesha siku kuanzia asubuhi. Tafuta vitu Mungu alivyosema juu ya asubuhi. Tafuta vitu. Kuna mstari mmoja kwenye kile kitabu cha Esther 9 mstari wa kwanza. Hata ulipofika mwezi wa 12, ndio mwezi wa Adari, siku yake ya 13, amri ya mfalme na mbiu yake ilipowadia kutekelezwa, ambao siku ile adui za Wayahudi walitumaini kuwatawala, bali kumebadilika kinyume. Hata Wayahudi wamekusanyika mjini mwao. Hata Wayahudi waliwatawala wale waliowachukia. Nachotaka uone ni ile neno pale, kilichokusudiwa kimebadilika kuwa kinyume. Kwa hiyo jifunze kutangaza kwamba kile kikao walichokaa usiku, wakapanga na siku ambayo watatekeleza, wanakutime siku ambayo utakayofanya. Jifunze kusimama na huu mstari ya kwamba kila kitu kilichotarajiwa na kilichokusudiwa kibadilike, kiende kinyume. Asikia na afahamu. Wanafikiri kwa nini imetaja siku na mwezi? Kwa sababu huko inakopangwagwa unakabidhi nyakati kitu cha kufanya. Nilikwambia jana, nyakati ndio zilizoumbiwa kubeba mambo tunayotakiwa kuyafanya. Ni nyakati. Okay. Kitu gani? Tarehe ipi? Unaweza usijue. Lakini ukiona Roho Mtakatifu anakusemesha, fuatilia. Uone. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma kwenye Kiingereza ni kitu kizuri zaidi, lakini inaonyesha kabisa kile walichokikusudia kilienda kinyume. Kwa hiyo inamaanisha kile kinachokusudiwa kwenye maisha yako kinaweza kwenda kinyume. Ile tarehe itakataa kutekeleza, kwa sababu katika ulimwengu wa roho umeingia kazini, na Mungu aliyeziumba nyakati ameamua kusimamia na kubadilisha. Na ndio maana ukisoma kwenye kile kitabu cha Warumi sura ya 8 mstari wa 28, anasema katika mambo yote Mungu hufanya kazi pamoja na wale wampendao katika kuwapatia mema, ndio wale walioitwa kwa kusudi lake. Maana yake mambo yote, hata kama yamekusudiwa mabaya, kuna namna ambavyo Mungu anaweza kaingilia siku akabadilisha hayo mambo yakawa kwa faida yako. Shetani alikusudia vibaya kwa Daudi wakati Goliath ametokea, lakini Mungu akageuza na Daudi akapata maksi kwa kutumia kile ambacho yeye Goliath alikuwa anataka. Goliath alikuwa anataka Mungu wake atukuzwe, Daudi naye alikuwa anataka Mungu wake atukuzwe. Na siku hiyo hiyo kukabadilika, alitumia mazingira ya magumu kugeuza na Mungu kupata utukufu. Na ndio maana kama unatembea kwenye nyakati za hatari, tembea pamoja na Bwana. Usitembee na hofu, tembea na imani yako. Usitembee na hofu, tembea na imani yako. Unapotembea na imani yako, uwe na uhakika Bwana yuko pamoja na wewe. Unasema makasego, unaongea kitu gani? Biblia inatuambia kwenye kile kitabu cha Nehemia, ile sura ile ya 13, ule mstari wa kwanza na wa pili. Pata nafasi ya kusoma uone. Anazungumza habari za Balaam na Balaki. Walikusudia laana, Mungu akaigeuza laana ikawa baraka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa unaweza kaelewa maswali aliyokuwa nayo Balaki kwa Balaam. Mimi nimekuambia unilaania watu, ndio umewabariki sana, umewabariki sana. Hakuwa anasema maneno ya kuwabariki, alikuwa anasema maneno ya kuwalaani. Baraka za Bwana ambazo zilikuwa juu ya Wayahudi zilikuwa zinasema hao watu wamebarikiwa, huwezi ukawalaani tena. Na wewe ukiwa ndani ya Kristo umebarikiwa kwa baraka zote za rohoni katika ulimwengu wa roho. Na kwa sababu hiyo kibiblia, anayetaka kukulaani lazima hakikishe umetoka kwenye baraka zako. Ukiwa na baraka zako, hana namna ambavyo atakurushia laana itakaa. Na ndio maana Biblia inasema laana isiyokuwa na sababu haiwezi kumpata mtu. Unasimama katika hilo neno,
ili uweze kutii kwa Bwana. Kama unajua kuna mahali umelegalega kusikia Bwana, ujifunze kuomba toba ili urudi katika eneo lake na urudi ndani yake haraka, kwa sababu ziko baraka juu yako, na baraka hizo ziko ndani yako. Mmoja wapo kazi yake ni kukulinda, na ndio maana kwenye baraka ya Haruni ya kwanza kabisa, Bwana akubariki na kukulinda. Maana yake ni kwamba hiyo baraka inakuja kukulinda. Rapa karabashaka. Ndio maana jifunze kuingia ofisini kwako, isemee baraka ofisi yako, semea malango baraka, semea vitu vya kazi, mipango yako iachilie baraka juu yake. Ukiachilia namna hiyo, unaachilia ulinzi wa Mungu juu yake. Atakayetafuta kukulani kwa maneno hawezi sogea. Atajaribu kulani kama vile alivyokuwa na lani wakina Nehemia, wakina Sanbalati, wakisema hawafiki mahali popote. Unaweza ukasema namna hiyo kwa mtu ambaye mkono wa Mungu hauko juu yake, lakini kama mkono wa Mungu uko juu yake, utasema kuanzia asubuhi mpaka jioni, lakini utaona akiendelea kujenga ukuta, akisonga mbele, na ukimtizama unaona ana sururu na ana silaha hapa, kwamba naendelea kujenga na nimejiandaa kupigana pia. Ukisogea hapa tutachapana, mimi nitaendelea kujenga tena. Rapa karabashaka.